Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muhere wa Jimbo Kuu la Nyeri. Bado katika safari yetu ya mwaka mtakatifu, mwaka wa matumaini, tungelitaka kutafakari juu ya mambo yanayotutoa matumaini rohoni mwetu, kwa sababu sisi kama binadamu tuna unyonge, na sisi kama binadamu kwa sababu ya dhambi, mara kwa mara hata ubinadamu wetu umevunjika. Leo ningetaka tutafakari juu ya huzuni ya kifo. Tunapompoteza mpendwa wetu, tunapompoteza tunayempenda sana, yule baba, mama, mtoto, jirani, yule ambaye tumeishi naye, aliyetusaidia hapa na pale, ni kawaida kwamba sisi sote tunashikwa na huzuni kubwa. Ni ubinadamu wetu. Na katika hali hiyo ni rahisi kwamba tupoteze matumaini, tuvunjike roho na hata tukate tamaa ya maisha, na hata wakati mwingine tukashindwa sababu ya maisha, tukaanza kumuuliza Mungu maswali kubwa kubwa, maswali isiyofaa, na kadhalika, hata tukaweza kupoteza imani yetu. Katika Injili ya Mtakatifu Yohana, tunaona kwamba Mungu anataka kuonyesha kwamba hayo hali ya ubinadamu sio hali iliyo na uovu ama ubaya ndani yake, lakini ni hali ambayo inatakiwa tuinue, tuibadili iwe fursa ya kumkaribia Bwana. Kristo mwana wa Mungu alipochukua ubinadamu wetu, hata yeye alipitia katika hiyo hali ya huzuni. Wasoma katika Injili ya Mtakatifu Yohana, ni Yohana 11 kutoka kwa mstari wa 23. Tunakumbuka ni Yesu alipopewa habari kwamba rafiki yake Lazaro alikuwa mgonjwa, na alipofika kule nyumbani mwa Lazaro, Mariamu na Martha akakuta kwamba tayari Lazaro alikuwa amekufa. Atasoma kutoka kwa mstari wa 32. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwa Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Wakenya wa Kristo na watu wa nia njema, hofu ya kifo, huzuni wa kifo ni jambo la ubinadamu, na ni jambo ambalo linaonyesha upendo wetu mkubwa kwa hao wenzetu ndugu, kwa hao wenzetu wazazi, kwa hao wenzetu ambao wamepumzika katika imani. Lakini yapaswa tuinue roho na tumuombe Mungu katika huu mwaka wa matumaini, kwamba wale ambao wana uzito mkubwa utokao kwa kupoteza mpendwa waweze kuinuka, waweze kupata matumaini tena, waweze kupata nguvu tena. Ndugu na dada, nyinyi ambao mara nyingi baada ya kupoteza huyu mpendwa tunaingia katika depression, yani ule unaitwa unyogofu wa roho, unaingia katika kupoteza hata tamaa ya maisha, na wakati mwingine nguvu zote zinaisha. Na ndipo mwaka huu wa matumaini tunaelekeza Jumapili hii kwenye nyinyi nyote ndugu na dada zetu, tukiwaambia jipeni moyo kwamba Mungu Kristo atakuja na amekuja karibu na nyinyi,
ili mrudi kupata nguvu. Inueni macho, muangalieni Mungu, muombeni nguvu zile za kurudi katika hali ya maisha ambayo ina maana. Sio tu kwa nguvu zetu ambapo tunarudi katika kumwamini na kutumaini Mungu, kwani ni vyema hata tupate usaidizi, na mara nyingi hatujui kwamba hiyo hali ya depression, wakati wa huzuni, wakati wa kuomboleza, hiyo hali ni hali inatakiwa kusaidiwa kwa mashauri, mazungumzo, counseling, ili tuweze kuinuka, ili tuone hayo hali ya maisha kwa ubinadamu ule, unaweza saidika ukarudi kujua ni hali ya ubinadamu wetu. Angalieni kama mnaweza pata mtu wa kuzungumza na kuwashauri katika hii safari. Lakini pamoja na hayo, sala zetu, sisi sote wanyonge, na ndio Jumatano ya Majivu tunakumbushwa ili tusivunjike roho kwamba sisi sote tu mavumbi na mavumbi tutarudi. Sisi sote miili yetu itarudi mavumbini. Maisha hapa duniani si ya kukaa. Maisha si ya kudumu. Maisha ni wakati tunao hapa ili tukaweza kutarajia, tuweze kutumaini, tuweze kungojea maisha ya mbinguni yatakao kuwa ya kudumu milele na milele. Basi tusiweke roho zetu kwa maisha hii, ila tunapoona wale waliopita, wale waenda mbele zetu, ni kwamba wamepita daraja wakaenda kwa maisha ya milele, na sio kwamba yamekwisha. Tujipe roho. Tunaombea nyinyi nyote ambao mnahuzunika sana wakati huu. Tunaombea nyinyi nyote ambao mmevunjika roho kwa sababu ya kupoteza mpendwa wenu. Jipeni moyo. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Bwana ni Mungu wa uhai, wa uzima. Ndiye aliyeshinda kifo msalabani. Lakini papo hapo ningependa kusema jambo moja kuhusu mazishi zetu. Imekuwa kwamba badala ya kwenda kuwapa moyo, kuwasimamia, kuwafariji wale ambao wamempoteza mpendwa, sasa mazishi imekuwa mahala ambapo sana wanasiasa, sana wale walio tafuta vyeo ama kujipendeza kwa watu, wanaenda mazishini ili badala ya kuombea yule aliyefariki, badala ya kuwafariji wale waliompoteza mpendwa, tunaenda hapo kupigana na kupiga siasa isiyo na maana. Tunasema pole, rambirambi, na baadaye matusi. Tunaleta mambo ya chama cha siasa, mambo ya mimi mwenyewe kupata hii kiti kile kingine, ya vile tumechukiana na fulani, ya vile yule hana adabu, hana kichwa. Matusi sio na maana. Wakenya wenzangu, tumepoteza vichwa, tumepoteza akili, kwamba hatuna heshima ya wale ndugu zetu na dada waliofariki. Ni lazima tuchukue hatua kwamba katika mazishi yetu tupunguze, tukate hii siasa isiyo na maana. Hata katika mazishi kunatokea vurugu. Hiyo haiwezi fariji wale waliompoteza mpendwa. Badala ya kusaidia, ndio tunawaweka katika hiyo hali ya depression. Hawana fursa ya kuomboleza na kuonyesha mapenzi na maombi kwa yule aliyefariki. Viongozi wetu na Wakenya, tusiende mazishi ati kusikiza siasa. Mazishi sio siasa. Mazishi sio mahala pa kujitafuta. Mazishi ni mahala pa maombi, kufariji na kuinua. Tuwape ndugu zetu matumaini, tuwape nguvu ya ufariji, tuwaombe, tusimame na hawa, lakini tusiende kuvuruga roho zao na kuvuruga familia. Mungu Mwenyezi atupe ujasiri kama nchi, kwa sababu tumepoteza mwenendo.
Sasa mazishi mebadilika. Turudie kuwapa heshima wale walioaga, wale walioenda mbele zetu kwa Mwenyezi Mungu. Tumpe Mungu heshima katika hao tunaoomboleza. Kuna matumaini, na matumaini haikatishi tamaa. Matumaini kwa Kristo mfufuka, matumaini kwa Mungu anayetupenda, na nguvu zake zitatuinua katika hali ya hofu ambaye tumo, na kuturudishia katika roho zetu amani na maisha ya kawaida na nguvu ya kuendelea katika maisha. Mungu Mwenyezi abariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.